Iwambi Cup imetamatika chini ya udhamini wa diwani wetu Gloria Ipopo na mabingwa wamepatikana. Mshindi wa pili ameonekana na mshindi wa tatu pia amepambana na kudhihirika. Umetangazwa Lumbila kwamba ndio mabingwa wa cup hii wakiwa wamemchakaza kabisa, kumchapaza na kumburuza alijiita Iwambi FC, ambao kimsingi huyu Iwambi, unazungumza habari ya Iwambi FC unazungumza habari aliyeshika jina la kata, ameenda kupigwa na mtu aliyeshika jina la mtaa. Yaani kama Zanzibar imechakaza Tanzania bara tena goli mbili, sio za kuotewa kwamba kama kamoja, goli mbili katika fainali na kuweza kuchukua hilo kombe. Ni kama vile Iwambi walienda tu kuzuia riziki ya Kitisi. Huenda angemwacha Kitisi aende akapambane pale, angeweza kufanya chochote kitu. Nini unaweza kuzungumza kuhusiana na ligi hii? Kitisi akiwa anashika nafasi ya tatu, Iwambi akiwa anashika nafasi ya pili, na Lumbila akiwa amebeba kombe. Na sio kombe kavu, kombe na 1.5 million. Lakini pia akiwa amepata jezi seti mbili, achana na mipira, achana na jezi ambazo walipewa za kuanzia pia hiyo michuano. Nini kimetokea katika hii michuano? Uzuri hii michuano tulianza kuifuatilia hatua za awali. Kwanza kwenye hatua ya robo finali. Hatua ya robo finali ilichuja timu 4 kwenda nusu finali. Hizo timu zilipokutana nusu finali, maana yake Kitisi walikutana na Iwambi FC. Mechi ambayo ilimalizika kwa Iwambi FC kushinda kwa goli 3. Lakini ni mechi pia ambayo ilikuwa na mapungufu, haswa kwa waamuzi. Mwamuzi wa kati, mpira wa kurusha anasema ni wa kupiga, mpira wa kupiga anasema ni wa kurusha. Kwa hiyo Iwambi FC walifanya vizuri, lakini mwamuzi naye alikosea kwa baadhi ya moment alizokuwa anaamua. Baada ya hapo kushinda, Iwambi FC wakasonga hatua ya fainali, wakawa nasubiri Eiza Lumbila pamoja na Tavern, nani mmoja hapo watakutana naye, kwa maana alikuwa ameshatangulia, ametia mguu mbele. Kweli wakaja wakakutana na Lumbila, mechi ambayo kabla ya mechi wachezaji walijipanga sana. Iwambi FC walijiandaa vizuri, Lumbila walijiandaa vizuri, lakini siku ya mechi hiyo kitu kilichokuja kushangaza wengi ni pale ambapo Iwambi FC alifungwa goli 2 bila, tena magoli ya mbali. Moja lilikuwa la faulo, moja lilikuwa ni kick tu ya mbali, shoot la mbali. Moja kwa moja Lumbila wakaja kutangazwa mabingwa ambao waling'oa zawadi ya 1.5 million. Lakini kabla hiyo mechi kulikuwa na mechi ya Kitisi dhidi ya Tavern ambayo hivi bwana, tuizungumze kwa upekee wake. Kitisi dhidi ya Tavern, ukiangalia ina hadhi ya fainali hivi. Ilikuwa ni bonge moja la mechi, bonge moja la mchezo ambao ulipigwa pale. Kipindi cha kwanza Kitisi anapiga free kick, anapata goli moja. Lakini Tavern nao wakapata tuta, wakawasha goli la kwanza. Kipindi cha pili Kitisi anarudi tena kwa staili ile tena ya free kick, anapata goli la pili. Lakini Tavern wakapata tena tuta. Nikaona golikipa wa Kitisi amewaokoa. Golikipa wa Kitisi bwana, ukiwa ukimwangalia na kitambi chake kile hafanani. Lakini amekuwa sio tu aliokoa, lakini pia ndio amekuwa golikipa bora wa michuano. Mozinya mtupu yule. Uzuri wa hizi mechi, Tavern na Kitisi waliwahi kukutana kwenye hatua ya makundi. Walichezea uwanja wa Iwambi Primary. Kitisi alishinda goli 4-0. Na mechi ya Iwambi FC na Lumbila waliwahi kukutana pia kwenye hatua ya mtoano ambao Lumbila alishinda goli 3-2. Kwa hiyo ni timu zilizokuwa zinakutana zilifanya kama part 2 zaidi ya kukutana. Na matokeo yakabaki vile vile. Wakupigwa akapigwa tena, na wakushinda akashinda tena. Walifanya muendelezo tu. Kulikuwa na taarifa kwamba Iwambi FC walisema wakati wanafungwa zile goli za awali walikuwa hawajajipanga. Kwa hiyo this time walikuwa wamejipanga. Nadhani kitu ambacho Iwambi FC pekee waliweza kujipanga ni kunyoa nywele na kuweka black. Walitoka wachezaji wakiwa wanashuka kwenye gari, ukiangalia hivi kwa mbali hivi unaona maniua tu, ukisogea karibu ndio unakuja kugundua kwamba ni wapaka black tu, wamepaka black hivi, wametoka kisharobalo hivi, lakini wakaenda kupigwa goli 2. Kusema kweli Iwambi FC waliweza kucheza, performance yao ilikuwa ni chini. Ukianzia kwenye mechi za makundi,
walidraw na wakongwe, baadaye wakaja wakacheza na Teachers wakashinda. Kwa hiyo walidraw moja wakashinda moja. Ina maana walipita kwa ile njia, anasema wanaitaga njia gani ile, kwa mfano timu 5 zimepita best loser, lakini wao walikataa. Ni wewe uliza hilo, wakakataa kusema wao wakapita kama best loser kwa faida ya goli moja. Takwimu zipo, kwa nini tudanganye? Kwa faida ya goli moja akawa wamepita pale, wakaenda hatua zinazofuata. Na hatua zinazofuata, mechi ambayo aliperform vizuri, mimi niliona ni mechi dhidi ya Kitisi ndio walicheza vizuri, lakini kwenye hizo mechi zingine hapana, walikuwa na performance ya chini. Tuseme tu kwa changamoto kubwa inaonekana Iwambi FC, wanasema wengi wao ni mastaa sana, wana uwezo mkubwa wa kucheza mpira, lakini kila mmoja hakuna naye mheshimu mwenzie, kila mtu ni star kwenye timu na mazoezi hawataki kufanya. Ukiangalia Lumbila walau kila siku utakuta wako uwanjani wanafanya mazoezi. Lakini tofauti na upande wa pili, inaonekana mazoezi ni kitu ambacho adimu, na wale mastaa wakija siku ya mechi wanapangwa first 11 kwa sababu ni masuperstar. Na bahati nzuri niliweza kukaa na mchezaji mmoja wa Iwambi FC. Sitamtaja jina kwa ajili ya kumlinda kipaji chake. Aliwahi kuniambia wenyewe wana kawaida moja, wanaenda kufanya mazoezi jioni. Lakini yule mchezaji huwezi amini, yeye ana mazoezi, ana program zake, huwa anafanya asubuhi na ana muda mwingine anaofanya ziada. Alisema aliwahi kuambia baadhi ya wachezaji wakawa wanampiga chenga. Siku zote kwenye wanasemaga kwamba practice make perfect. Sasa kama wewe haufanyi mazoezi, unategemea uje kuwa kama Ronaldo, alafu unaenda kucheza kila siku labda dakika 40 tu 30, hauwezi kuwa mchezaji mzuri obvious. Kwa hiyo niliamini kwamba ni timu nzuri, lakini ni timu ambayo haifanyi mazoezi kwa wakati. Michuano yetu imetoa vitu tofauti tofauti. Tumepata mfungaji bora. Mfungaji bora alikuwa ni nani na alipata tuzo yake naamini, lakini pia tumeshazungumza habari ya goalkeeper bora wa michuano ambaye toka Kitisi FC. Lakini kuna mchezaji bora. Na mchezaji bora. Nipe hiyo. Mchezaji bora alikuwa ni Henry Kibasa kutoka Iwambi FC, ambaye alikuwa anacheza kama kiungo. Alitoa assist nyingi, na mechi ambayo nilimshuhudia aliperform ni mechi dhidi ya Kitisi, alifunga goli la uongozi na alitoa na assist. Kwa ni mchezaji ambaye naamini ni mchezaji ambaye akijiendeleza kipaji chake atafika mbali. Lakini kuna mchezaji bora alikuwa anatoka timu ya Lumbila, ambaye huyo mfungaji bora ambaye alimaliza na magoli 8 kwenye overall performance kuanzia kwenye makundi mpaka kufikia fainali ya hiyo Iwambi Cup. Kwa ni mchezaji ambaye kama kuna mascout pia wapo, naomba wamuinde. Lakini kulikuwa na golikipa bora. Golikipa bora alikuwa ni Michael ambaye anatoka timu ya Kitisi. Alisevu michomo miwili ya penalty kwenye mechi dhidi ya Tavern ya mshindi wa 3. Lakini kwenye mechi nyingine aliyookoa ni zile mechi za kwenye makundi na mechi ya robo finali ambayo walicheza nadhani walicheza dhidi ya kuna timu walicheza nao walipita. Lakini pia kulikuwa na tuzo ya timu yenye washangiliaji bora, yani wale wenye hamasa. Nadhani wewe unawajua. Hamna zaidi ya wengine. Hao ni matajiri kwanza wa kata ya Iwambi. Wanatokea center ya kata ya Iwambi. Hao wanatokea sokoni kabisa. Wale ndio wafanyabiashara. Na huyo goalkeeper huyo unayemwona amekuwa goalkeeper bora, hajaenda uwanjani kufanya mazoezi. Muda wote yuko kwenye biashara. Sasa akifanya mazoezi yule Mosinya mtupu. Lakini kitu kingine ambacho nilishuhudia kwenye hayo mashindano ilikuwa ni exposure, sababu kuna baadhi ya scouting za timu mbalimbali za hapa Mbeya na zinazoshiriki ligi kuu walikuwa wanazunguka kisirisiri kuscout wachezaji kwenye kila mchezo, ingawa wachezaji walikuwa hawajui labda kwa kipindi hicho. Kila mchezo kuna mchezaji mmoja wa Kitisi alikuwa anacheza namba 7 nadhani. Anaitwa Messi. Yule anaenda Mbeya City. Za chini. Lakini pia kuna mchezaji ambaye anacheza Iwambi FC yule anaitwa Mesha. Na Imani yule pia naye anaweza kachana mawimbi. Na achane mawimbi tu kwa sababu uwezo mkubwa. Uwezo ni mkubwa. Wengine ambao sijawataja, sijajua performance yao ikoje kwa sababu ni ingia toka. Lakini wapo ambao ni wazuri, unaweza kukuta umri na watupa, vigezo vingine viko chini, lakini ni wachezaji wazuri. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yalikuwa yametukutanisha pamoja, ni mashindano ambayo yamefungua pia fursa ndani ya kata yetu. Kongole kwa diwani wetu Gloria Ipopo kwa kazi nzuri ambayo ameifanya, lakini pia wale wote ambao wamemuunga mkono, wadau mbalimbali
Lakini pia tulimuona Melipiska Maundi pale akiwa naye amewaletea jezi wachezaji. Kwa hiyo kila timu ipata jezi seti 2, mipira ya kutosha. Lakini pia wadau wengine ambao wametoka hata nje. GSM Wachunya alikuwepo pale kwa ajili ya kuweka mzigo wake. Lakini pia sisi Efata Talk tulikuwepo hapo kuhakikisha kwamba kila hatua ya matukio tunayachukua na tunayapeleka hewani. Kongole kwetu pia. Hatukumwangusha mheshimiwa. Kabisa. Kwa hiyo lakini pia kongole kwa wachezaji kwa kile walichokifanya ambapo wamejitoa. Mengine yote yanabaki kuwa ni uchambuzi na lazima tuchambue, lakini uwezo wao walioonesha nadhani watu wengine wameona na ni fursa sasa kwa watu wengine kuja Iwambi na kutengeneza ligi, kwa sababu timu zipo, uwezo upo na michuano inaweza kufanyika. Na sisi Efata tutaendelea kuwa pamoja na yeyote ambaye atakuwa yuko tayari kwa ajili ya kuinua na kuibua vipaji. Lakini next time nina habari. Kitisi FC. Kitisi FC. Yeyote ambaye ameiona Kitisi FC ikirudi kwenye michuano mingine haitakuwa vile tena. Kwa sababu za ndani ni kama nataka kuwa mdhamini wao. Kitisi FC watadhaminiwa na Efata. Ndio. Watadhamini washapata mdhamini. Washapata